Hello, habari na karibu sana Bingo Promotion. Nimetengeneza video hii maalum kabisa kwa ajili ya wale watu ambao wanasema tumeshaanza kutuma matangazo lakini bado hatupati matokeo. Sasa kuna vitu vya msingi ambavyo huwa najua ukivigusa kwenye uandaaji wa matangazo yako au process nzima yako ya kutuma matangazo ni lazima upate matokeo. Matangazo ni system, watu wameshafanya toka zamani, wameshatambua kinachofanya kazi na kisichofanya kazi. Jambo la kwanza kabisa ni ubora wa tangazo lako. Kumbuka, ushindani tayari ni mkubwa sana. Namna pekee ya kustand out kwenye crowded market ni kujitofautisha kutokana na message ambayo unazituma kupitia matangazo yako. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini ushawishi, lazima tangazo lako liwe na ushawishi. Nakutana na matangazo mengi. Kwa nini ni guse tangazo lako? Lazima kuwe kuna kitu ambacho kimenigusa moja kwa moja kutoka kwenye tangazo lako. Hilo ni jambo jingine la msingi. Lakini Meta wanaonyesha tangazo lako kwa watu 1000 kwa cost ya $1. Na akigusa mtu mmoja bado utalipia the same $1. Lakini wakigusa watu 1000, wakiangalia watu 1000 na wakagusa watu 50, still utalipa the same $1. Kwa hiyo unaona ni nini? Tangazo lako linatakiwa liwe na ushawishi mkubwa ili kwenye kila watu 1000 wanaoangalia angalau upate watu angalau 10 hata 20 kutoka kwenye hawa watu 1000 walioangalia tangazo lako. Kumbuka, Meta hawaonyeshi tangazo lako kwa random people. Kama unauza furniture, wanaonyesha tangazo lako kwa watu ambao wanafuatilia furniture. Kwa hiyo tunatakiwa tu focus zaidi kwenye ubora wa tangazo. Jambo la pili ni utumaji wa tangazo. Asilimia kubwa ya mtu anayeniambia sipati matokeo wanakuwa wanatumia boost post. Of course ni njia inatuma matangazo. Zamani kwa na matokeo, lakini siku hizi cost imekuwa kubwa lakini matokeo yamepungua kabisa. Na ni tangazo la aina moja. Hili ni tangazo la traffic ambapo Meta Ads ina provide more than 6 objectives za matangazo ambazo unaenda kuzitumia interchangeably kuhakikisha unapata matokeo kwenye biashara yako. Sasa kwa nini tutumie Meta Ads? Cost ndogo ya matangazo inafika kwenye audience kubwa. Pale kuna placement zaidi ya 5 ambazo tangazo lako inaonekana, ambapo ni Facebook, Instagram, WhatsApp, Audience Network na Threads. Sometimes matangazo yanafika kule. The wider the audience, ndivyo na matokeo yanavyozidi kuwa makubwa. Na ukitokana na huwa kuna kitu ambacho nawaambia wafanyabiashara kwamba unaweza ukawa na tangazo bora lakini likifika kwa watu ambao sio sahihi, tayari umeshapoteza budget mpaka hapo. Kwa hiyo tutengeneze matangazo bora, lakini tuhakikishe tunatumia njia sahihi kudeliver hayo matangazo kwa wateja ambao ni walengwa kwetu. Na jambo la tatu na la msingi zaidi ni sales. Unaona, kufanya marketing siku hizi imekuwa very very simple. Unaweza ukapost Instagram kitu kikaondoka tu bila sababu ya msingi. Lakini je, wanapokutumia message, wanapokupigia simu, unaweza kuhandle zile calls na kuclose deals? Kama hapana, basi hiyo ni sehemu kubwa ya msingi ambayo kama mfanyabiashara, mtu wa huduma, unatakiwa uifanyie kazi. Lazima uandae customer care ambayo imenyooka, uwe na prospecting nzuri, uwe na mifumo mizuri ya kufanya follow up. Kumbuka, hakuna anayekutafuta asubuhi akakupa tenda jioni. Hapana. Huwa kuna process hapa katikati mpaka unakuja kushika ile kazi, mara ukapima site, mara ukafanya site visit na vitu kama hivyo. Unakuja kutoa quotation, miezi imeshapita, mtu anaanza kujenga msingi, anakupigia simu anakuambia nataka uje uwezeke nyumba yangu. Na hiyo ni process ya miezi 3, lakini that's how business is. Unatakiwa ukae mpaka siku mteja akiwa tayari kununua. Lakini mteja ameshakuamini, amekupa kazi, hakikisha una deliver your best, kwa sababu mteja akifurahia kazi yako atakupa kazi nyingine, mteja akifurahia kazi yako atakuletea wateja wengine. Swala jingine la msingi ni kudocument process. Tupo kwenye digital era. Kuanzia umepata project mpaka mwisho, tunataka tuone ile transformation uliofanya kwenye hiyo kazi. Tunataka tuone before and after. Umeona? Tunataka tuone matokeo halisi kwenye mitandao ya kijamii. So unapopata kazi kisha una document the whole process, una post tena mtandaoni. Hiyo inakusaidia kutengeneza audience ambayo inakutrust, inakusaidia kukuposition wewe kama expert wa eneo lako. Na haya ndo mambo ya msingi ambayo
ukiagusa ni lazima upate matokeo. Sasa kuna vitu ambavyo sijataka kuviweka kwenye hilo kundi, nimeviweka pembeni kwa sababu ni vya muhimu sana, ambapo ni muda na budget. Tuanze na budget. Budget ni sehemu ya muhimu sana. Kama ukishapata hivi vitu, basi unatakiwa uweke budget ya kutosha, na budget inatakiwa iwe ni kila siku uwe na tangazo linatembea every single day. Kumbuka sisi watu wa huduma na kupokea leo, tunafanya kazi baada ya wiki 3. Sasa ili niweze kukaa busy, natakiwa nipokee watu wengi. Kwenye hao watu wengi, kila mtu anipangie tarehe yake ya kufanya kazi. Hiyo ndio namna pekee nitakuja kujikuta nina project 3-2 mkononi kwa wakati mmoja. Sasa nashauri budget kiasi gani? Angalau hata kama unaanza kwa chini kabisa, $4 kwa siku sio mbaya. Lakini ni budget ndogo, lakini kwa kuanza sio mbaya. Sasa unahakikisha kila mwezi unafanya advancement, unafanya maboresho kwenye budget yako ili uweze kuongeza matokeo. Swala la mwisho ni time. Kila kitu kinahitaji muda na consistency ya hali ya juu. Yani like any other, hata kama unatumia pesa, of course unaweza ukatuma tangazo asubuhi, jioni ukapata client. It's very possible. Lakini ukikosa huyo client within 24 hours, usipanic. Mtu anayeanza kutangaza leo na ambaye ametangaza miaka 2 nyuma ni watu 2 tofauti. Umeona? So kadri unavyozidi kucheza hili game, kadri unavyozidi kukosea na kujirekebisha, ndivyo unavyozidi kuongeza matokeo kwenye biashara yako. Kwa hiyo jipe muda wa kutosha, jaribu, kosea, fanya marekebisho, na matangazo yanafanya kazi wonderfully. So kama ni mtu wa huduma na umesikiliza video mpaka mwisho, hii inaonyesha ni jinsi gani upo tayari kubadilisha biashara yako kidijitali. Na sisi Bingwa Promotion tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakusaidia kwenye hiyo safari yako ya transformation, safari yako ya kutafuta wateja. Huduma zilizopo ni 2. Kuna ambaye anataka training either ya team au ya an individual, tunatoa training. Lakini kuna wale ambao wanasema bwana, hatutaki kujifunza, handle marketing zetu, sisi tutafanya sales. Kwa hiyo sisi tutaandaa matangazo, tutayatuma hayo matangazo. Wewe kazi yako itakuwa ni ndogo tu, kupokea wateja na kufanya service delivery. Asante sana. Sisi ni Bingwa Promotion na tutafurahi sana kufanya kazi na wewe. Shukrani.